Kibabaki, mambo vipi? Poa poa. Poa vizuri kabisa. Fresh. Hem, tuambie ni furaha kiasi gani kwako kujiunga na kikosi cha Simba Sports Club? Nafurahia sana kwa sababu ni moja ya ndoto yangu imetimia katika career yangu ya football. Kwa hiyo sina zaidi ya kusema namshukuru Mungu kwa sababu ni Watanzania wengi wenye ndoto kama yangu. Na wengine unakuta wametimiza, wengine hawajatimiza. Kwa hiyo napokuwa nimetimiza malengo yangu nakuwa happy sana. Kwa hiyo nimefurahi zaidi sana. Ilikuwaje ukapata hiyo nafasi? Ilikuwaje siku hiyo? Ilikuwaje hiyo move mpaka nafasi hiyo ikapatikana? Nilikuwa Morocco. Nilikuwa Morocco na timu ya taifa kwa mashindano ya AFCON. Kuna mtu fulani alikuwa amenitafuta, akaniambia bwana, kuna ofa imekuja hapa ya Simba, imekaa hivi na hivi, unaionaje? Nikasema hamna shida, nitawasilisha kwenye klabu yangu ili tujue nini kinachoendelea. Basi ikawa imeenda tu hivyo. Mwisho wa siku nikaanza kuzungumza na viongozi wa klabu ya Simba, kuzungumza nao, tukapeana terms baadhi ya vitu. Kwa hiyo kila kitu kikaenda poa kwa uwezo wake Mungu. Pia klabu yangu niliwashirikisha, ila dakika ya mwisho wakaniambia tunaweza tukaangalia jinsi gani ya kukutoa katika klabu hii kwenda pande wa Simba. Mimi nikasema hamna shida. Kwa hiyo nyinyi walezi wangu, angalieni kitu ambacho kitakuwa sahihi kwa upande wangu mimi, kwa sababu hii ni ndoto ya kila Mtanzania na kucheza timu kubwa kama Simba. Umeona? Kwa hiyo unapata opportunity kama hiyo, gazudigi mara mbili. Kikubwa tunapata opportunity kwenda kuipambania na kuaminisha kile ambacho wamekiona kwako na kukipractice kule. Kwa hiyo mambo yakaenda kama yalivyokuwa, viongozi wakazungumza wenyewe kwa wenyewe mpaka dakika mwisho nikaambiwa bwana, tumekuruhusu uende Simba. Nilifurahi sana kwa sababu sikutegemea kama kile kitu kinaweza kikaja leo hii nikafika hapa hivi, kwa sababu nilijua tu inaweza kawa impossible. Ila mpaka dakika mwisho nilivyoambiwa bwana, sasa unaweza kuwa mchezaji halali wa Simba, nikashukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa kweli kwa hiyo. Hiyo siku ulipata taarifa ulilala au ulikula au ulisi muda uende? Cha kwanza nilimpigia simu mamangu nikamwambia, kwa sababu hata niko mdogo nilimwambiaga. So mamangu alikuwa shabiki na mpira, yeye na mzee mmoja yuko timu huko, mmoja timu huko. Sasa mamangu nikamwambia ipo siku nitakuja kucheza timu ya mama hiyo. Nitakuja kucheza timu yako mama. Ndio vile unajua kipindi unakuwa ile mambo ya shule wazazi wanakuepo ni concentration sana na mipaji. Wana focus sana, wanakuambia soma. Ya dakika mwisho sasa nilivyo issue ilivyokuwa inaenda, alikuwa anaona mitandaoni. Sikumwambia chochote mimi, sababu nilijua hichi kitu kinaweza kikawa impossible. Sikumwambia chochote. Akaniambia hii swali inaendaje huko mtandaoni, naliona Simba umevaa jezi kabisa au mnapiga hizo watu wanaedit tu. Basi ile siku ndio nilipoambiwa hivyo, nikampigia simu nikiwa na furaha kubwa, nikamwambia mama, ile ndoto yako imetimia. Kwa nini unasema hivyo? Ndoto gani? Nikamwambia mimi mchezaji wa Simba sasa hivi. Akasema kweli? Akafurahi sana. Sana. Akaniambia tu pale, nikamwambia haya, ikawe safari yetu ya heri. Nikamwambia sawa mama. Ni kijana mdogo lakini profile yako inasomeka kwa ukubwa. Umecheza timu kubwa Tanzania, lakini pia umecheza nje ya Tanzania, kwa maana Morocco, Difal Jadid. Kwa umri huo umewezaje kuzunguka kwenye klabu hizo zote kubwa? Nilipomaliza timu za vijana under 17 Serengeti Boys, na nikawa Mtibwa pale timu ya vijana under 20, nikakaa pale, nikapandishwa timu kubwa, nikawa nikacheza. Sasa kuna mechi tulichezaga ya under 20, tulicheza uwanja wa Uhuru pale na Morocco, tuliwafunga 1-0.
kuna agent mmoja ambaye alimpelekaga Simon Morocco. Yule agent alikuwa na wachezaji wake kama wawili kuna ile timu ya Morocco. Na bahati nzuri ile siku yule agent alikuwa pale uwanjani na Mungu alinisaidia siku ile nilikuwa na game nzuri. Akaja akajitahidi kutafuta jinsi gani ya kunipata, akashindwa. Akajaga akani DM Instagram, nikakufuatilia sana. Mwisho siku nikaja nikajibu, akanambia mimi mtu fulani hivi na hivi na hivi, chukua namba yangu hiyo kama unaweza tunatafuta WhatsApp mazungumzo na wewe. Basi ni kweli tukaanza chati tukaongea. Mwisho siku akanambia bwana, kuna offer imepatikana, timu inacheza Mtanzania mwezio iko Morocco, nataka left back. Kwa hiyo ungeweza kunikutanisha na uongozi wako klabu yako ili tuweze kuzungumza tuone kama inawezekana kwenda huko. Nikasema haina shida, nikakutanisha na viongozi wangu wa Mtibwa, wakazungumza nao vizuri tu. Basi yule agent akasema viongozi wako nimeelewana nao, kwa hiyo Mungu akipenda kwanza ile timu nataka iende kwanza kakuone kama trial ya wiki 2. Na kipindi hicho nakumbuka nilikuwa na mashindano ya under 20 na Mtibwa. Timu ilikuwa Dar, hatua robo finali. Basi mimi nikaenda kule kwa majaribio. Nilifanya mazoezi kama siku 4. Bahati nzuri nilimkuta kule kuna kocha anaitwa Badu Zaki. Ndani ya siku 4 akasema huyu kijana msainini, mchezaji mzuri. Basi ndio safari yangu kaanzia pale. Nikasainigi pale miaka 4 walinisainisha. Nikarudi Tanzania, akaniambia kajiandae msimu unapoanza upya pre-season utakuja na kaka yako ambaye ni nani, Simon. Nikasema haina shida, tunakurudi Tanzania. Nikamaliza kucheza mashindano yale ya vijana under 20, tulicheza finali na Azam tukawafunga. Tukachukua ubingwa pale, ndio nikawaaga wachezaji wenzangu. Baada ya pale ndio kaenda Morocco. Sawa. Tueleze au tusikie kutoka kwako malengo yako sasa ndani ya klabu ya Simba ni yapi? Malengo yangu kwa upande wangu, Simba kwanza ni timu kubwa, ni timu inahitaji mataji. Kwa hiyo lazima niende na strategy za timu ambazo nini kinahitaji kwa muda huo. Kwa hiyo malengo yangu ni kuja kupambana kwenye klabu ya Simba, kupambana mpaka tone langu la mwisho na jasho, kuhakikisha Simba yetu tunafikisha sehemu husika. Nadhani utaongeza mchango kwenye mashindano ya ndani na nje kusaidia Simba kufikia malengo yake. Inshallah, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, kwa ushirikiano na walimu na wachezaji wenzangu tutafika huko, kila kitu kitakuwa sawa kwa uwezo wake Mungu. Unajiona utapata nafasi ya kucheza kulingana na ushindani wa timu na wachezaji waliokuwepo kwenye nafasi ambayo unatumika? Nafasi, hakuna mchezaji asiyependa nafasi. Nafasi ni naweza nikasema ni mwalimu, ni decision yake, anataka nini anachokihitaji kwa mchezaji. Ila mimi nimekuja kupambana, sijaja kuja kwa sababu ile ni timu kubwa tu nimefika ile alafu ndo basi tena. Kwa sababu Simba anataka buwe tayari muda wote. Kwa sababu paka wamekusajili, maana kuna kitu wamekiona kutoka kwako. Kwa hiyo lazima ukionyeshe kile kitu. Maana kama una deni, kwa hiyo ni lazima uwaaminishe hawakukosea kukusajili. Kwa hiyo ni lazima tupambane ili kuweza kupata nafasi. Sawa, tumalizie neno kwa mashabiki wa Simba. Kuna wale ambao wanategemea makubwa, kuna wale ambao bado hawajiamini, kuna kundi namna hiyo. Pengine wazungumza nao na wote waje kuwa pamoja kusubiri hiko ambacho wanakizungumza. Mimi nataka kusema kwamba mpira ni mchezo wa wazi. Kuna grupu linaamini, kuna grupu waliamini. Kuna wengine wanaamini, kuna wengine hawaamini. Kwa hiyo hauwezi wote kuwaweka sehemu moja wakafanya. Yaani lazima tutokea hiyo. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi, kwa wale wanaoamini waendelee kuamini na kunipa hopu, ila kwa wale ambao hawaniamini, kwa wana Simba ni muda wa kusapotiana. I hope soon watakuwa katika kundi la wenzao lile ambalo wanaamini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Inshallah. Inshallah.